Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Vipi? Unaonaje baada ya leo? Baada ya leo ilikuwa nzuri sana. Kwa namshukuru Mungu kwa ajili ya leo. Amina. Hongera sana Elshadai. Sasa nilikuwa nahitaji nipatie namba yangu tupate kuwasiliana basi. Yes. Okay. Sawa. Okay. Namba yangu ni 07 57 57 tayari 67. Sawa. Okay. Nitakutumia message. Nitakutumia message. Au ndio kuingia kwenye mahusiano? Hapa kanisani? Nauliza tu mtumishi. Nauliza tu mtumishi, labda unajua tena kanisani ndio naomba ni mahali sahihi zaidi ya mtu kupata mwezi sahihi. Basi nitakujibu. Utanijibu? Basi usiache kunitafuta basi. A few moments later. Godi, hebu njoo rafiki yangu. Ndio, mtaalamu. Habari ya wewe? Salama rafiki yangu, vipi? Safi. Hivi unamkumbuka yule dada anaitwa Elshadai? Dada Elshadai. Nakumbuka rafiki yangu. Sana langu sinichukua namba yake iliyopita Jumapili. Ndio. Unaona? Tukamwomba tuingie kwenye mahusiano. Mahusiano mwanangu. Mtoto anaeleweka sasa mwanangu. Shida mwanangu, message zake mwanangu nimejaribu kupenetrate kwenye simu yake hapa. Mwanangu nimeona madudu tu mwanangu. Mwanangu shekuwa na mahusiano na jamaa pale waliachana. Sasa mwanangu atakuwa ni mtu sahihi kweli. Sasa hapo ndugu yangu. Hizo mwanangu message zake. Sio na mwanangu niweza kupenetrate hapa. Ndio command hapa mzigo tumekuja mwanangu. Umewezaje ndugu yangu? Maana hiki kitu hiki ni hatari sana. Acha tu ndugu yangu. Nilikuwa namfikiria sana. Naona ule unafahamu na ule Meli yule. Namfahamu yule. Tukana baki ngachika wangu kuta vitu vya ovyo vile vile mwanangu. Na chat yule jamaa X wake yule kitambo ule anasalimia anaitwa na pia na hai tu mwanangu. Inawezekana kweli? Sema. Unasikia rafiki yangu? Ndio rafiki yangu. Mimi cha kushauri hapa hivi. Inabidi tu nikamwone baba. Tukamwone baba. Pastor kaka. Ya tukamwone pastor. Anaweza akatusaidia. Sababu masuala mahusiano mwanangu na mchungaji wapi na wapi? Ndio pale kana watoto wa ovyo pale church pale. Hapana. Kwa kuwa umeelewa, kwa kuwa umeelewa ile mtumishi. Kwa kuwa umeelewa. Mimi nafikiria wewe kamwelekeze. Tukaongea na baba. Sasa Mungu nimeona chatting zake na chat na mics zake mwanangu anawapa hai na wakaribisha ibadani. Ili kweli kuna vipi mimi hapo mwanangu? Atanipa nafasi kweli? Itakuwa ni anaalikaga watumishi. Si unajua baba anataka tutualike watu ibadani. Kwa hiyo inaweza kuwa ni mapengo kwa na alika rafiki zake wenzake huko chuoni labda, ila kwa kama wewe una kitu unasikia una kitu ndani, mimi nafikiria ni vizuri tukamwone baba tukaongea naye. Mchungaji na mahusiano wapi na wapi bwana? Anaweza kutusaidia. Unapenda labda kama unaingia ndoa kabisa babu. Sasa mimi mwenyewe mfano mtoto hapa nimemuelewa, baadaye akaniacha na tulipeleka kwa mchungaji na kwaje. Kwani wewe lengo lako ni nini? Kwa nataka kuingia naye kwenye mahusiano au unataka kabisa unataka ndoa kaka? Si majina haya yamefika babu. Ndio kweli. Kama uko serious baba waga ana shida. Ana shida? Baba kamwelekea kwambia tu baba kuna moja mbili tatu. Ila sasa nimejaribu kufuatilia, unaona kama kuna kitu kiko sawa. Sasa mimi nilikuwa naomba utupe hekima namna ya kuendea huo msimu, na mimi nasikia ndani naona majira yamefika. Hebu ngoja mimi nitaongea kwanza na binti tuanda anaonekana yeye anakubaliaje hili jambo au sisi twende kwanza tukamwelekeze mzee. Hata nishamwaga sela hapa afu tumeona tena madudu hapa mwanangu, inakwaje? Unajua ukimwambia haitapendeza. Sababu atagundua kama wewe unamfuatilia. Kwa sababu hii kitu akifahamu. So mimi nafikiria kwa kuwa umeshajua. Mimi nafikiri tukamsikilize mchungaji anasemaje. Tukamsikilize mzee. Tukaongea na mchungaji tumwambie bwana kuna moja mbili tatu. Alafu yeye anatupa hekima nini cha kufanya. Basi asante sana rafiki yangu. Asante sana. Nashukuru mwanangu. Na mwanangu imenipa stress sana. Nani hapa ametuma message yake sijaijibu mwanangu. Yaani kwa naweza kazoea na ichora tu mwanangu. Ila nimegundua sometimes tunatumia mifumo ya teknolojia inatupa side effect negative. Kwa mfano wewe sasa hivi hapa umejua changamoto au udhaifu wake. Yako sometimes mtu kama umempenda ili usije kupata maumivu ya moyo, kupata maumivu ya nafsi. Ni heri tu kufuata sheria na utaratibu. Kama ni kwenda kwa mchungaji, naomba mchungaji kuna dada kanisani nimempenda. Naomba unipe go forward kwenye mambo ambayo unataka kuyaendea. Ila kutumia hii na kuumiza sana kwa mfano wewe sasa hivi umefahamu changamoto zake na inaweza kawa ni kweli ana mahusiano na hawa watu au ni watu ambao wanawalika kanisani. Sasa ni vizuri kukuta kutumia kwa haya mambo
kumfuatilia mtu, kufuatilia privacy za mtu inakuwa sio nzuri sana. Na kwenye eneo sensitive kama la ndoa, ndugu yangu, hii nadhani inaweza kuleta shida baadaye, kwa sababu inatengeneza uchungu ndani na nafsi yako na itakuumiza sana. Kwanza best option ni kasubmit kwa mzee. Tukasubmit kwa mzee tu, tumwambie baba, kuna 1 2 3, naomba utusaidie. Na tulifanya, umwambie kila kitu baba. Wewe usifiche kitu. Mimi na mimi atakusaidia. Wewe mwambie baba, kuna mfumo waga ninao wa kuhaki akaunti ya mtu. Kuchukua namba yule dada, nilihaki nikaangalia kuna nini zile chatting zake. Kwa nini nikagundua mama na watu, na mimi nilikuwa nimeshaongea naye nikafikiri mtu sahihi, lakini sasa kutoka nimefahamu message zake moyo wangu umeumia sana. Mimi na mimi nikimwambia baba atakusaidia. Ina shida rafiki yangu. Asante. Nashukuru sana. Ngoja tupo tunapambana workshop hapa mwanangu. Unajua tulimaliza ile project ile jamaa tulimaliza hiyo. Sawa. Kwa hiyo mwanangu tunatazamia tuna project zingine. Sawa. Asante sana rafiki yangu. Ina shida. Ina shida. Kwa pamoja.